Ndugu mtazamaji, naibu katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara, Amani Golugwa, ametangaza kile alichokiita kuanza kwa mapambano ya kisiasa na ya kisheria dhidi ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan, akisema chama hicho hakitambui uhalali wa hatua zinazoendelea dhidi ya mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu. Akizungumza na waandishi wa habari, Golugwa amesema Chadema itaendelea na harakati hizo kwa mujibu wa sheria na kwa kutumia mifumo ya kikatiba kupinga shtaka la uhaini nalomkabili Tundu Lissu Mahakama Kuu. Golugwa amesisitiza kuwa chama hicho kinaamini kesi hiyo ina muktadha wa kisiasa na inalenga kudhoofisha upinzani nchini Tanzania. Mbingu zinajua na dunia inajua Lissu hana hatia. Na hakuna marefu yasiyo na ncha jamani. Haki yake tutaipata. Na leo amesema kwa ujasiri kabisa, niko jela kama mabusu lakini hana hatia. Hizi danadana tunazoziona ni danadana za kututaka watu wakate tamaa, wachoke, wapige magoti, waisujudu sanamu. Kamwe mwenyekiti wetu hawezi kuisujudu sanamu. Na hata sisi viongozi, wasaidizi wake na wanachama hatutakubali kuisujudu sanamu. Kesi hii ina lengo la kutublackmail, ina lengo la kumtesa Lissu, ina lengo la kufifisha nguvu zetu, lakini tutathibitisha kwamba we have God and we have the power. Na tuna watu walio nyuma yetu, na kazi hii na wajibu huu tutautimiza kwa uaminifu sana, ambao wamekuwa wanatoa maneno ya kufedhesha kama vile kuna watu wanafaidika, aidha viongozi au baadhi ya watu wanafaidika na Mheshimiwa Lissu kuwepo ndani, kuwepo magereza. Hii ni kauli isiyo ya kiungwana. Kama kweli wanadhani kuna mtu anafaidika, aidha viongozi wanafaidika na Lissu kuwepo ndani, au kuna wanachama wanafaidika na Lissu kuwepo ndani, au labda familia yake inafaidika na Lissu kuwepo ndani, basi hao wenye uchungu na hawa wanaofaidika wamwachilie Lissu basi, ili hawa watu wapate hasara. Aachiliwe basi ili familia yake isifaidike. Aachiliwe basi ili wanachama wasifaidike. Aachiliwe basi ili hao viongozi inaosemekana wanafaidika wasifaidike. Aachiliwe basi. Lakini sisi tunasimama kwa ujasiri, tunasema Lissu sio mhaini, Lissu hana hatia. Na huu ndio uwe wimbo wetu kuanzia sasa. T-shirt ziprintiwe, nyimbo ziimbwe, ngonjera zitungwe, miziki ichezwe, tuimbe wimbo wa kwamba Lissu sio mhaini na wala Lissu hana hatia. Naam. Hivyo ninawasihi nimalizie kwa kusema kwamba tuwe na ujasiri na haya ambayo yako mbele yetu. Vita hii tutaipigana kwa fonti zote. Tutaipigana mahakamani, tutaipigana barabarani, tutaipigana kwenye maji, tutaipigana angani, tutaipigana kwenye cyber, kila mahali. Hakuna jiwe litakalowachwa. Tutaipigana kila mahali. Tunaye Mungu, tuna watu, tuna nguvu, tutashinda. Amen. Asanteni sana. Hii ni kauli isiyo ya kiungwana. Kama kweli wanadhani kuna mtu anafaidika, aidha viongozi wanafaidika na Lissu kuwepo ndani, au kuna wanachama wanafaidika na Lissu kuwepo ndani, au labda familia yake inafaidika na Lissu kuwepo ndani, basi hao wenye uchungu na hawa wanaofaidika wamwachilie Lissu basi, ili hawa watu wapate hasara. Aachiliwe basi ili familia yake isifaidike. Aachiliwe basi ili wanachama wasifaidike. Aachiliwe basi ili hao viongozi inaosemekana wanafaidika wasifaidike. Aachiliwe basi. Lakini sisi tunasimama kwa ujasiri, tunasema Lissu sio mhaini, Lissu hana hatia. Na huu ndio uwe wimbo wetu kuanzia sasa. T-shirt ziprintiwe, nyimbo ziimbwe, ngonjera zitungwe, miziki ichezwe, tuimbe wimbo wa kwamba Lissu sio mhaini na wala Lissu hana hatia. Naam. Hivyo ninawasihi nimalizie kwa kusema kwamba tuwe na ujasiri na haya ambayo yako mbele yetu. Vita hii tutaipigana kwa fonti zote. Tutaipigana mahakamani, tutaipigana barabarani, tutaipigana kwenye maji, tutaipigana angani, tutaipigana kwenye cyber, kila mahali. Hakuna jiwe litakalowachwa. Tutaipigana kila mahali. Tunaye Mungu, tuna watu, tuna nguvu, tutashinda. Amen. Asanteni sana.
Kauli hiyo inakuja wakati mjadala ukiendelea ndani na nje ya nchi kuhusu mustakabali wa siasa za vyama vingi, uhuru wa kisiasa na nafasi ya vyombo vya dola katika mchakato wa haki za jinai. Serikali haijatoa tamko la moja kwa moja kujibu kauli ya Golugwa, lakini imekuwa ikisisitiza kuwa taasisi za dola zinafanya kazi kwa mujibu wa sheria na kwamba kila mtu anapaswa kusubiri uamuzi wa Mahakama Kuu. Swali kuu linalozungumzwa katika duru za kisiasa ni iwapo kauli hizo zitachukuliwa kama msimamo wa kisiasa unaolindwa kikatiba au kama zitatafasiriwa kwa mtazamo wa kisheria unaoweza kuibua hatua kali zaidi kutoka kwa vyombo vya dola, kama ile iliyomkumba mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Kwa sasa mkondo mkuu unaobaki ni kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, ambayo inaendelea kusikilizwa mahakamani. Wachambuzi wa kisiasa wanasema hatua yoyote mpya inategemea tathmini ya mamlaka husika pamoja na mwelekeo wa mwenendo wa kesi hiyo. Kwa wakati huu, macho ya Watanzania ndani na nje ya nchi yameelekezwa jijini Dar es Salaam. Umma pamoja na jumuiya ya kimataifa wanasubiri kuona mustakabali wa kesi ya Lissu, nafasi ya upinzani katika siasa za Tanzania na mwelekeo wa demokrasia katika kipindi hiki chenye mvutano wa kisiasa. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chief inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chief. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali toka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.